أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا قيل لا تدعوا اليوم ثبورا لا تذروا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا زفيرا وإذا Vipi mambo? Kwa jina unaitwa nani? Suleiman, kwa siku ya leo mkutana mimi na wewe huko kwenye mashindano ya Qur'an. Ni mara kwanza kushiriki mashindano hayo? Hapana. Sasa mara kwanza. Hii mara yako ngapi? Mara nyingi sana. Una miaka mingapi Suleiman? 15. Kwa siku ya leo unajisikiaje kushiriki mashindano ukiwa mtaani Muinga? Safi. Safi tu. Kipindi ulikuwa unaenda kuchukua bahasha ya mtihani ulikuwa unajisikiaje? Najisikia uoga. Nilikuwa na uoga sana. Sasa unafikiri kama leo utafaulu kwenye mashindano hayo? Hapana. Kivipi hujaamini? Sikiamini. Kwa nini hujaamini? Kwa jua nimesoma vibaya sana. Ina maana haukuandaa mtihani wako? Sawa sana. Suleiman ametuambia kama sio mara kwanza kushiriki mashindano. Kwa nini haujaamini kwa siku leo? Kwa sababu unajua kutosha. Kwa nini uko na maandalizi ya kutosha? Kwa nini haukuwa na maandalizi ya kutosha? Kwa sababu nimekosa muda wa kuandaa. Ina maana Suleiman kuja kwenye mashindano yao walikusurprise, yaani hakujiandaa, ni surprise tu, walikwambia tu Suleiman unaenda Muinga kwenye mashindano. Nilikuwa nishajiandaa. Sasa Suleiman, mbona uko umeshajiandaa? Kwa nini umeshindwa kufanya vizuri? Nilikuwa na uoga. Suleiman, kama pakiwepo wengine mashindano utashiriki? Ndiyo. Sawa. Suleiman, umetokea kwenye mji gani? Bujumbura kata gani? Kacheche Bitoki. Suleiman, mbona watu wa Bujumbura tunajua kama wako shabu? Sasa imekuwaje leo uwe hivyo?
Tuambie Suleiman. Muda tu. Ndugu wapenzi watazamaji, mnaona kama Suleimani ameshindwa hata kuongea, anashindwa kuongea, sijui anashindwa kuongea kwa sababu gani. Tuambie Suleiman. Sababu nimeshindwa. Suleiman, tunakutakia kila la kheri. Ndio. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالقسط الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الحق الغني الحميد. Dada moja, vipi mambo? Poa. Au jambo? Jambo. Unajisikia aje? Fiti tu. Najisikia fresh. Unajisikia fresh. Unafikiria kwenye mashindano ya leo unachukua nafasi ngapi? Mimi gisi nabiona. Sitakosema wale watano tu wa mwanzo. Kwa nini si wa kwanza? Sijui. Kwa sababu nimekosea tu. Kwa nini umekosea? Vilifika kwa sababu Qur'ani haina mfundi, yani Allah pekee yake ndio anaweza kusoma hata bila kusita msafu mzima. Ila mimi ni kiumbe mwingine. Dada moja nakuona uko mtu mwenye furaha. Ni kila siku unakuwa mtu mwenye furaha kama hivi? Kila siku. Kuna wakati ninabadilikaga hivi. Dada moja, kuna wasichana wengi wa Kiislamu lakini hawafuatilii kusoma Qur'an. Unawashauri nini? Na washauri waje wasome Qur'ani kwa sababu Qur'ani ndio kitu chenye kitawatetea siku ya kiyama. Kama mtu umehifadhi Qur'ani kabisa, hauwezi kaingia motoni. Dada moja, ikitokea kwa siku ya leo nakwambia umechukua nafasi ya mwisho, utaipokeaje? Nitalia sana. Kwa nini ulie? Kwa sababu nimeshindwa. Umeshindwa kwa nini? Sijui sasa. Nimeshindwa kwa nini? Hicho sijui. Haujui kwa nini? Vimefika tu nikashindwa. Wale wajaji kama manani kama kuna makosa mengi wamenitoa, siwezi nikaweza. Dada Moni, Muinga ni mara ya kwanza yako kufika Muinga? Mara ngapi? Kama mara 4 hivyo. Uje kutembea Muinga? Una familia Muinga? Familia? Sasa uko unataka kutembeaje? Huku tuna familia. Nakujaga kutembea lakini sijui kama unamjua Mwalimu Rajabu na mjua. Ndio maana tuletaga hapa tunaangalia masomo ya Al-Hikma hapo. Yale ya Al-Hikma pale Muinga. Masomo ya Al-Hikma Muinga tunakuja kuwatembelea. Na siku tulikujaga kuchukua certificate. Tulikujaga huku. Dada moja, umesoma Qur'an vizuri. Mama na baba wote wanajua Qur'an? Hawajui. Kwa nini? Kwa sababu hawakupata fursa ya wazazi wao kama watawasomesha. Hivi mzazi anachukua fursa ya kusomesha Qur'an wakati na yeye kuisoma? Mama yangu anapenda sana. Na yeye kusomaga lakini anavipenda. Kwa nini dada moja usiwasomeshi na wewe? Wanakuaga nasoma tu polepole. Tunakutakia kila la heri.
Amin. بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Dada vipi? Safi. Au jambo? Jambo. Kwa jina unaitwa nani? Aisha Abdul. Dada Aisha, ni mara ya kwanza kushiriki kwenye mashindano haya? Nafanya msabaka nyingine mbalimbali. Inakuwa mara tu yako ngapi kushiriki kwenye mashindano ya kusoma Qur'an? Nyingi sana. Ilikuwa ni wapi? Markazi, Star Hotel. Na kuwiti msikitini na Kinama barabara ya 8. Dada Aisha ni mkazi wa sehemu gani Bujumbura? Unaishi wapi Bujumbura? Chibitoki. Chibitoki barabara ngapi? Ya 5. Dada Aisha, una wazazi wote? Wazazi wako walisoma Qur'an? Babangu ndiye amesoma Qur'an. Babangu tu amesoma. Dada Aisha, ni mara kwanza kuja kushiriki mashindano ya Qur'an hapa Muyinga? Umejisikia aje kufika Muyinga na kuweza kushindana na wanaume wakati uko mwanamke mmoja? Nijisikia vizuri. Dada Aisha, nimekuona kipindi unasoma ulitirisha machozi. Ilikuwa ni sababu gani zilizosababisha wewe machozi ya mwagike vile? Swali la mwisho limenishinda. Swali la mwisho kwa nini limekushinda? Au kuandaa Dada Aisha? Nimeandaa vizuri sana, lakini ndio ndio imetokea. Dada Aisha, wakati unaenda kuchukua bahasha ya mtihani ulijisikia aje? Nilikuwa natetemeka. Ulitetemeka kwa nini? Sijui hata kwa ajili ya oga. Sijui. Dada Aisha, unajifikiria kama unaweza kuchukua nafasi ya ngapi? Bila watatu. Dada Aisha, kwa nini sio wa kwanza? Nafasi shaini beba. Nafasi shaini beba. Kwa nini nafasi wakati bado
Sijui kweli. Sijui. Haujiamini dada Aisha? Najiamini. Dada Aisha, tutakutakia kila la heri. Asante. بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Mambo Poa. Kwa jina unaitwa nani? Salama. Salama ni mkazi wa sehemu gani? Bujumbura, Chibitoki. Kwa nini nyote ni watu wa Chibitoki? Kwa sababu tunasoma kwenye madrasa ya Al-Hikma na tunaishi huko. Bujumbura wenye kusoma ni wa Chibitoki tu? Hapana. Sio Chibitoki na kuna ingine mikoa wanasoma. Kila mtu mwenye tumeuliza ni mtu wa Chibitoki. Sasa kwa nini na wewe ni wa Chibitoki? Wa Bujumbura kuna ingine sehemu wakingaliki masomo, sisi wa Chibitoki ndio tumetoka nje. Ni mara kwanza yako kushiriki kwenye mashindano ya kusoma Qur'an? Hapana. Kwa mara ngapi? Mara nyingi tu sana. Mwanzo mara nyingi ilikuwa ni wapi na wapi? Markaz, Chibitoki, Kinama, Buyenzi, Ruyigi na hapa Muinga. Mwa hizo sehemu zote ulitembelea, ulichoka na hakuna nafasi moja ulichoka nafasi ya kwanza? Muinga niliwahi kutoka wa kwanza juzu 2. Afu leo mwali wa 5 wa kwanza nimo. Kwa nini wa 5? Kwa sababu ninajisikia kama mwa 5 wa kwanza nimo. Dada Salama, kuna wasichana wengi wa Kiislamu hawapendi kusoma Qur'ani. Unawashauri nini? Nawashauri waje kusoma Qur'ani kwa sababu Qur'ani ndio utetezi wao wa siku ya Kiyama.
kusoma hawezi kuingia peponi bila Qur'ani kuwatetea. Wazazi wako wawili na wenyewe wanajua kusoma Qur'an? Baba yangu alisoma lakini mama yangu hakusoma. Kwa nini wewe usimsomeshi mama? Inshallah niko naanza kumsomesha kidogo kidogo. Dada Salama, kama ikitokea kwa siku ya leo kwa wakikwambia kama umechukua nafasi ya mwisho utaipokeaje? Ni kawaida kwa sababu kushindwa na kuweza vinakuaga. Hiyo ni makadara ya Mungu ndio anajua. Kwa sababu sio kila mtu ni mshindani. Ukitegemea ushindi hautafaulu. Lakini ukishindwa pia utapambana, utasema leo nimeshindwa, kesho nitajitahidi nifanye vizuri niweze. Sawa, tunakutakia kila laheri. Amina. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Salam. Kwa jina unaitwa nani? Abdussalam Sengera. Mmoja unatokea sehemu gani? Rumonge. Ila kwa hivi lishi Bujumbura. Ni mara kwanza yetu kusikia tunapata mtu kutoka Rumonge, wote wanatoka Chibitoki. Wote wanatoka Chibitoki. Kwa siku leo ndo mara kwanza kuingia kwenye mashindano kama haya. Labda kwa huku Muyinga, lakini fasi nyingine nilikuwa nishawahi kushiriki. Hizo sehemu zote ulishiriki, haujawahi kuchukua nafasi ya kwanza hata siku moja? Tayari nishawahi kuchukua nafasi ya kwanza kwenye mashindano huko kwetu Rumonge. Ilikuwa kuna kumusabaka wa mwaka juzi, nilitoka wa kwanza kuna kwa juzu 10.
siku ya leo umeipokea wakati unaenda kuchukua ile ile bahasha ya mtihani ulikuwa unajisikia aje? Nilisikia kama vile hofu kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza aliko mbele ya watu ambao sizoei na nifasi geni kwangu, sio nyumbani. Nilisikia kweli hofu kabisa. Kwa nini ulisikia hofu? Kwa kuwa niliona niko mbele ya watu wapya kwangu, watu ambao siwazoei, niko ugenini. Ikawa kama vile hofu imeniingia. Kama ikitokea wakakwambia kama umechukua nafasi ya mwisho, utaipokeaje? Nitaishika kawaida kwa kuwa yote ni makadara ya Allah, kuweza na kushindwa. Kwa kuwa hatujui yale ambayo Allah ameandika. Sisi yote tumetumika tu, tumefanya kile ambacho tunachoweza ili tufikie hapa. Allah yeye ndo anapanga sasa, kwa kuwa kama utaweza au utashindwa, mimi nitachukulia kawaida tu. Kuna vijana wengi wa Kiislamu hawapendi kusoma Qur'ani. Unawashauri nini? Mimi kama ushauri wangu kuwashauri wale ambao hawaipendi Qur'ani, hawapendi kuisoma Qur'ani. Cha kwanza mimi ningewashauri kwa kuwakumbusha faida ya Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yule ambaye aliyesoma Qur'ani siku ya kiyama ataambiwa asome Qur'ani, akipanda kila daraja ya pepo, pepo yake itakuwa pale ambapo aya yake ya mwisho itaishia. Hiyo ni fadhila miongoni mwa fadhila za Qur'ani. Kwa kuwa inaonekana watu ambao waliosoma Qur'ani siku ya kiyama watakuwa na urahisi fulani wa kuingia peponi. Na kingine vile vile kama ushauri kwa wale ambao waliosoma Qur'ani, kuisoma Qur'ani sio kwamba nimesoma Qur'ani alafu basi. Qur'ani naomba muraja, na kama hukufanya muraja, Qur'ani hiyo itakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni siku ya kiyama. Ushauri gani unaweza kutoa kwa dada zetu nao? Dada zetu sina ushauri mkubwa kuwapa, ni wenyewe ni kama tu kuhamasisha kuipenda Qur'ani. Kuipenda Qur'ani, sio Qur'ani tu, ilmu yoyote ile ambayo iko hapa duniani, kwa kuwa Allah alituambia tuitafute elimu na mtume akatuambia tuitafute elimu hata kama itakuwa ni China. Tujitahidi kuwa miongoni mwa wenye elimu, kwa kuwa jamii yetu ya Kiislamu isiku ni jamii ambayo haina wasomi. Tunakuona kama bado uko kijana mdogo bado unakuwa. Kipindi utakuwa umeshakuwa mtu mzima, utafurahia kumwoa mwanamke wa aina gani? Mimi ningependelea kumwoa mwanamke ambaye ni msomi. Cha kwanza, mwanamke ambaye ni msomi wa kizungu. Kama hakuwa msomi wa kizungu, awe msomi wa dini. Ndio. Na hiyo mwanamke ambaye mwenye tabia zake ni nzuri sana sana, ikiwa tabia ya heshima. Una wazazi wote wawili? Ndio, wazazi wangu wote wawili wapo. Wazazi wako wote wawili wanaijua kusoma Qur'ani vizuri? Ndio, wazazi wangu wote wawili wanajua kusoma Qur'ani, ila Allah hakuwapa neema ya kuwa mahafidhi. Walihifadhi tu baadhi ya majuzu. Ndio. Sawa, tunakutakia kila la heri. Haya, na nyinyi pia. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى
وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العليم الحكيم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العليم الحكيم وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس إن وعد الله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Unajisikia jirani? Alhamdulillah, namshukuru Allah. Vipi na wewe? Baridi cha Mwinga unakisikiaje? Baridi ya Mwinga kali sana. Umekuja unatokea sehemu gani? Mimi natokea Bujumbura. Bujumbura sehemu gani? Bujumbura mkoa wa Buyenzi. Tunafurahi sana kusikia Buyenzi kwa sababu tunasikia watu wengi wanapita hapa kwenye hii mikro ya Iwachu Top TV, wengi walikuwa ni wa Chibitoki, tukampata wa Rumonge umoja na hivi tunampata wa Buyenzi. Ni mara yako ni mara ngapi umeshiriki mashindano ya Qur'ani? Mimi nimeshiriki mashindano ya Qur'ani kuanzia ningali mdogo sana, labda kama miaka 9-10 hivyo. Mpaka sasa bado ningali naendelea na shiriki na bado nitazidi kushiriki, Mungu ikiwa ataniwezesha kunipa uhai. Kwenye kumbukumbu zako ilikuwa ni wapi na wapi? Naam? Wakati unaenda kushiriki kwenye mashindano hayo, ilikuwa ni sehemu moja Bujumbura au ni sehemu tofauti? Ni sehemu tofauti ambazo nishaenda kufanya mashindano ya Qur'an, lakini sijatoka nje ya nchi, bali ningali humu kai Burundi, nazunguka sehemu tofauti na labda naweza nikasema na hapa Muinga ndo mara kwanza naingia kufanya musabaka. Naam. Kwa mara ya kwanza kuingia kufanya Muinga umejisikia aje?
Wallahi kwanza siku kwanza nilisikia kuna musabaka mwingi, kwanza nilifurahi moja. Na pili nilifurahia kutembea, kufanya ziara, maana nilikuwa natamani sana kutembea anga za huku juu milimani huku. Nilikuwa na hamu nipafike, ila kwa sasa gisi nimepafika, kwanza namshukuru Mungu na pia nimejisikia furaha sana kuweza kupafika hapa. Wakati unaenda kuchukua ile bahasha ya mtihani, ulikuwa unajisikia aje kiroho? Nilisikia kawaida kwa sababu ni kitu ambacho nilizoea, si mara kwanza nakifanya, lakini japo ile hofu haizi kakosa kutokana vile watu ni wengi, umeshaona, ambao hauzoeani nao, hauwajui, watu wapya kwenye macho yako. Ile hofu haizi kakosa, lakini niliona kitu cha kawaida sana. Kwa siku leo kama wakwambia kama umechukua nafasi ya mwisho, utaipokeaje? Yani naweza tu ngashika ni kawaida kwa sababu si mara kwanza mimi nafanya musabaka. Nishawahi kufanya na nishashindwa, na kila siku katika mashindano kushindwa ni lazima, lakini kuweza ni bahati. Hasa katika mashindano ya Qur'ani kuweza inakuwa ni bahati, ni taufiki, kwa sababu Qur'an ni muujiza. Mtu unaweza ukaja umejiandaa, muraja umeenea, lakini ukafika kila kitu ikapotea. Lakini yule ambaye alikuja tu amejiandaa kawaida, akapita mbele yako akapasi. Sasa kumbe mtu jambo kama hilo likikufikia, utaona tu ni kawaida kwa sababu ni kadara ya Mwenyezi Mungu. Umetuambia kwamba umeshiriki kwenye mashindano tofauti. Hakuna hata siku moja uliwahi kuchukua nafasi ya kwanza? Nafasi ya kwanza naweza nikasema tena si mara ya kwanza tena kuchukua nafasi ya wa kwanza. Nishazunguka sehemu nyingi, nishatoka wa kwanza, zingine nashindwa, zingine natoka kama mtu wa pili, wa tatu. Naona ni kawaida tu, ila nikitoka wa kwanza katika hii sehemu naweza nikajisikia furaha sana. Naam. Kuna wa vijana wengi hawapendi kusoma Qur'ani, tena ni wa vijana wa Kiislamu, au unawashauri nini? Labda kitu ambacho ningeweza kuwashauri, kwanza nianzie huku kwenye chimbuko. Mwenyezi Mungu alitumba si wanadamu kwa ajili ya kumwabudu. Umeshaona sana, hauwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu bila ilmu. Inabidi mtu kwanza usome, na hii Qur'ani ndio ilmu kubwa. Ikiwa mtu utasoma hii Qur'ani utajua namna ya kutumia ibada zako. Pia na katika hii Qur'ani tena kuna ofa ambayo Allah aliweka siku ya kiyama. Kuna riwaya ya hadithi moja inasema siku ya kiyama mtu aliyehifadhi Qur'ani ataombea msamaha watu 10 ambao wanajisikia yeye peki. Na kuna riwaya nyingine inasema ataombea watu 70. Hiyo ni faida tu ya kuhifadhi Qur'ani. Ikiwa utaipenda Qur'ani na ukaihifadhi na ukaizingatia pia. Na labda shauri ni hicho, waisome Qur'ani, wataona mengi kupitia Qur'ani. Neno moja la mwisho unaweza kaambia jamii ya Kiislamu, unaweza kaambia neno gani? Mimi naweza tu nikasema labda tu wallahi, kwanza wazazi wetu wahimize wa vijana kusoma Qur'ani, wahimize watoto zao kusoma Qur'ani, maana hii Qur'ani siku ya kiyama itakuja kwa kama utetezi, yani mtu aliyehifadhi Qur'ani siku ya kiyama atakuja kutetea watu. Yani ikiwa mtoto amehifadhi Qur'ani hiyo, inaweza kwa sababu ya kumwombea mzazi wake msamaha, labda mzazi wake hakuzamilia sana katika mambo ya dini yani kipindi alipokuwa anaishi duniani, lakini ile Qur'ani alimtuma mtoto wake kaenda kuhifadhi, ikamnufaisha na yeye pia. Naam. Sawa, tunakutakia kila laheri. Shukran, nawe pia. Waalaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Maalim Khamis Mahmud. Mwalimu Hamisi, ulikuwa katika miongoni ya watu ambao walikuwa wasimamia mtihani. Unaweza kutuambia kwa watazamaji, unaweza kutuambia machache kuhusu mtihani wa kusoma Qur'ani? Ndiyo, alhamdulillah. Labda ningefahamisha kwanza kwa kifupi. Ni mara ya kwanza kwa hapa kwetu Muyinga kufanyika mashindano kama haya. Mashindano ambayo yamewakusanya vijana kutoka sehemu mbalimbali. Tumepokea vijana kutoka Rumonge, Gitega, Bujumbura, Kayanza, Ngozi na hapa kwetu Muyinga na wengine kutoka Chankuzo. Kwa ile ni mara ya kwanza, naweza kusema hivyo.
wengi wamekuja hapa kushiriki, wanafuatilia, wanasikia ni mitihani. Huu mtihani umeandaliwa na kina nani, au ni Waislamu, sisi wenyewe Waislamu hapa Burundi au? Ni kweli, swali hilo ni zuri sana. Mashindano haya yameandaliwa na uongozi wa Waislamu hapa mkoani Muyinga ukishirikiana na Madrasat Abu Huraira hapa Muyinga, lakini chini ya ufadhili kuna mfadhili ambaye alitoa mchango wake kwa ajili ya kuendesha shughuli hizo. Na ndio maana unaona tumepata nguvu ya kuweza kuita watu kutoka sehemu mbalimbali. Sio nguvu zetu, hapana, ni mfadhili ambaye anaishi katika nchi ya Qatar, ndio ambaye alitusaidia kuendeleza au kufanikisha jambo hili. Mwalimu, wewe ni mwalimu wa Qur'ani hapa Muyinga. Katika majina kwa tunasikia pale, lakini hatukuona wanafunzi hapa Muyinga. Ina maana hapa Muyinga hakuna wanafunzi wenye kujua kusoma Qur'ani? Wanafunzi wapo, labda wewe kwa bahati mbaya umekuja leo, sababu naye mashindano yameanza tangu jana. Wako jana manake walisoma watu wa juzu 2, walisoma pia na juzu 5, na pia vile vile asubuhi wamesoma juzu 10, na mpaka hivi sasa wanaendelea watu wa juzu 10 na ngapi, 15. Ni kweli labda niseme inawezekana kwa sababu ya wengi walikuwa kwenye mitihani ndio maana hawakushiriki zaidi, na walioshiriki wengi zaidi naweza kusema kwamba ni vijana kutoka Bujumbura ndio ambao wengi kuliko sehemu zingine. Mwalimu, haya mashindano unaona kwamba yanaanza kuhamasisha watoto wengi waweze kupenda kusoma Qur'ani? Ni kweli, kwanza mimi nimefurahi sana kwa mashindano haya kufanyika hapa kwetu, kwa sababu inakuwa ni changamoto. Unaona kuwa watu wametoka sehemu mbalimbali, kuna kitu ambacho kinaleta changamoto, na watu kwanza kuangalia kiwango chetu tumefikia kiasi gani, na vile vile kunaleta changamoto na kuwahamasisha vijana wetu kuweza kujifunza zaidi, kwa sababu kama ulivyoona labda kuna vijana wengine ambao ni wadogo, labda tuseme miaka 10 na ngapi, ambao wameshahifadhi juzu 10. Nadhani uliwaona mabinti wale, ni changamoto kwa wengine, na vile vile kidogo zawadi ambayo atakayopata inaweza kuwapa changamoto zaidi. Tunataraji kuwa labda mashindano mengine yatakayofuatia vijana wetu wa Muyinga watakuwa wengi zaidi. Mwalimu, tumeona washiriki wengi ni watoto wa kiume. Upande wa wasichana wanakwama wapi? Niseme kwamba sawa na masharti ya mfadhili, sehemu ambapo walikuwa ni wasichana au wanawake ni kulikuwa kundi la juzu 5. Hapo hakukuwa mwanamume hata mmoja. Yani hiyo ilikuwa ni special kwa ajili ya kina mama na mabinti ambao wana miaka zaidi ya 20. Naona manake kwenye kundi hilo walikuwa karibu na wanawake watupu, lakini sehemu zingine ndio wamekuwa kidogo mchanganyiko. Lakini hilo walikuwa wenyewe tu, hakukuwa mwanamume. Mwalimu, kwa siku ya kesho maandalizi yako aje ya kesho? Ndio finale au kuna maandalizi mengine taendelea? Siwezi kusema kwamba ndio finali, lakini ni kwamba tuna matumaini kama hakukuwa mabadiliko kesho tuweze kumaliza, kwa sababu hawa ambao wanaosoma sasa hivi ni ambao wanashindana kwenye juzu 15 ambayo ni nusu ya Qur'ani, kitabu chetu kitukufu. Alafu baada ya hao manake wamebaki nusu kidogo, alafu baadaye ndio watasoma watu wa mwisho, maana yake wanamalizia ni watu ambao waliohifadhi Qur'ani yote kichwani, na baada ya hapo ndio tutaweza kutangaza washindi na kupewa zawadi. Katika program ya mfadhili kidogo tunashukuru kwa sababu ni tofauti kidogo na sehemu zingine ambapo washindani huwa wanaopewa zawadi ni kuanzia wa kwanza mpaka wa 3. Lakini kwa hapa kwetu alhamdulillah, kwa sababu washindani kila kundi, manake kulikuwa makundi 5. Kuna kundi la watu ambao walihifadhi juzu 30 ambayo ni mushafu mzima, na kuna ambao walihifadhi kundi la pili nusu ambao ni juzu 15. Alafu kundi la 3 ni thuluth ambao ni juzu 10.
alafu kundi la 4 ni juzu 5, alafu mwisho kabisa kundi la 5 ni juzu 2. Kwa hiyo ni kwamba hawa wote kila kundi walioweza kushinda tangu wa kwanza maana nafasi ya kwanza mpaka ya 5 hao watapata zawadi. Ndio utaratibu ambao tunao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kesho kama tutakuwa tumemaliza vizuri alhamdulillah. Alafu mwalimu, haya mashindano tunaona kwamba ni mashindano ambayo yanaanza kusababisha watoto wanaipenda Qur'ani sana. Sasa kwa wenye wasiofahamu kwamba wasiofahamu maandalizi ya vitu. Haya maandalizi haya mashindano yakiisha ndio mwisho au kuna mengine yatakuja? Hatuoni wala hatutaraji kwamba ndio mwisho. Mimi naamini kwamba ndio kwanza tumeanza katika mkoa huu. Inshallah tunataraji kwamba waliotunga mkono au wafadhili wataendelea, na ndio maana ukiangalia pale kwenye bango lenyewe wameandika kwamba ni moja, maana yake mashindano ambayo ya kwanza. Kwa hiyo inawezekana labda mwaka kesho ikawa namba 2 na miaka mingine ikaendelea hivyo. Tunataraji kuwa hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwalimu, neno la mwisho ambao unaweza kuwashauri wazazi ambao hawapendi kuwasomesha Qur'an watoto wao, unaweza kuwashauri nini? Mimi nawashauri kwamba waelewe kwamba kusoma Qur'ani sawa na ushahidi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu nyinyi waislamu ni yule ambaye alijifunza Qur'ani kisha na kaifundisha. Sawa na msemo huu au maneno haya ya mtume ni kwamba inaonekana kwamba ni wajibu muislamu ajifunze Qur'ani. Na labda wazazi wengine labda wanazembea, maskini ya Mungu, ni kutokujua ubora wa kusoma Qur'ani, na tungewaomba na kuwahimiza kwamba pamoja na kuwasomesha watoto zetu masomo mengine ambayo ni masomo ya kizungu, tunasema wasipuuzie vile vile kuwasomesha watoto zetu au watoto zao Qur'ani. Kuna faida kubwa sana 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 sana, na hayo yamethibiti katika maneno mengi ya mtume. Mtoto ambaye aliyesoma Qur'ani na kawa mwenye kuhifadhi Qur'ani, mmoja katika maneno yake, siku ya kiyama wazazi wake watavikwa taji. Kwa hiyo watu wasiangalie faida hapa duniani tu, hiyo ni faida ya Qur'ani mpaka siku ya kufufuliwa. Na hata mtoto mwenyewe kama amesoma Qur'ani itafikia kuambiwa kwamba asome kile alichohifadhi katika Qur'ani, na jinsi anavyosoma ndio vile anapandishwa daraja. Hiyo huu ni ubora ambapo labda wengi maskini ya Mungu hawaelewi, wanapuuzia, lakini kuna umuhimu sana vijana wetu wa Kiislamu kusoma Qur'ani. Na hivi ndivyo ilikuwa dasturi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila mtu anapoingia dini tu tayari anasomeshwa na kufunzwa dini pia na kusoma Qur'ani. Mwalimu, umetuambia maneno mengi mazuri na tumefurahia sana. Neno la mwisho unaweza ukafungashia jamii ya Kiislamu kwa ujumla, unaweza kuambia neno gani la mwisho? Mwisho labda ningeeleza kwenye katika jamii yetu ya Kiislamu kuwahimiza tu kwamba waipe Qur'ani uzito. Waipe Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu, uzito, kwa sababu ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Kitabu ambacho kusoma kila herufi moja unaposoma unaandikiwa thawabu 10. Kusoma herufi moja thawabu 10. Kusikiliza tu Qur'ani unapata thawabu. Kwa hiyo mimi ningewahimiza kwamba wasipuuzie jambo hili. Ni ibada iliyokuwa kubwa na ina thamani kubwa, na hata kama watakuwa ni watu wazima ambao bahati mbaya wao kujaliwa kusoma Qur'ani, waelewe kwamba Muislamu hawezi kuwa na thamani kama hajui Qur'ani. Wito nasema sio aibu Muislamu kuwa hajui kutumia kompyuta, hiyo sio aibu. Lakini aibu ni kuwa Muislamu na hajui kusoma Qur'ani, hiyo ni aibu kubwa sana. Mimi labda ningeshia hapo. Mwalimu, kuna watu wengi ambao hawakubahatika kusomesha Qur'an na wazazi wao, au mnaweza mkawasaidia nini? Mimi nadhani ni bahati mbaya, labda wao ilikuwa wasomeshwe na wazazi, lakini bahati mbaya wazazi wakawasomesha, jukumu limebaki kwao. Kwa sababu katika mafunzo ya dini ni amri mtu kutafuta ujuzi wa dini, kutafuta elimu hata kama atakuwa amekushakuwa mtu mzima.
elimu haina mwisho mpaka mtu aingie kaburini. Kwa hiyo mtu asione aibu kwamba hajui kusoma. Ni kweli hajui kusoma kwa wakati uliopita, lakini kwa sasa hivi aweke nia katika nafsi yake na aweze kujongelea sehemu ambayo anaweza akasomeshwa na akasoma. Kwa mfano kama hapa kwetu Muyinga, mimi nasikitika wanamume wengi wanashindwa na wanawake. Wanawake wengi hapa kwetu alhamdulillah wanajitahidi kusoma, lakini sio kama wanamume watu wakubwa. Kwa hiyo tungewahimiza na pamoja na kuwa na miaka yako, lakini uelewe kwamba ni aibu kama utakufa hujui kusoma na wakati bado uko hai na una uwezo wa kusoma. Hii ndio wito wangu, ningewapendekeza wazazi au wa Uislamu kwa ujumla waipe umuhimu elimu. Haya mwalimu, Iwachu Top TV inakushukuru kwa kutupa wakati wako na kutusikiliza. Nashukuru sana ndugu mtangazaji, na pia vile vile tunakushukuru kwa kutumia muda wako na kuja kufuatilia mashindano haya, kuwasikia vijana wanavyosoma. Tunakushukuru na